Okay, asante. Mimi nakuja hapa nitubu pia na utaniombea kwa Mungu msamaha na Mungu aniongezee nguvu, si ndio? Tunaanza. Mimi nakuja kutubu. Kuna Mnyamrenge wa kutokea Rwanda, hapana Mnyamrenge wa Kongo. Kuna Mnyamrenge ambaye anajiita Mnyamrenge akiwa anatokea Rwanda, alikuwa na mangombe. Hizo ngombe na mimi nilikuwa na shamba. Hizo ngombe zake zikakuja mshamba yangu kukula venye nimelima. Yaani kulikuwa mlimaji na mfugaji. Hiyo ngombe inakuja kukula vitu vyangu, na asili ya Kiafrika ngombe ikiharibisha kitu cha mtu ama kifugo chochote kikiharibisha kitu cha mtu, wewe mwenye mfugo lazima ulipe. Kama ulipi, anakula, anashika kile kitu kimeharibisha kitu chake. Huyo mwenye ngombe nikamwambia shamba yangu amenikulia vitu vyangu nimelima, mwenye ngombe akakatala usiku nilipa. Mimi nikachukua ile ngombe nikakula. Nimefanya dhambi ya kwanza, nikakula ngombe. Lakini mnasikia kwa dhambi yangu imeanzia. Na pia nikachukua maziwa, nilikuwa nikienda fasi kwa naona zile mangombe zao, nachukua maziwa na kwambia nyie mnipatizo maziwa nyie Wanyarwanda, kwa sababu mimi nawapatia majani ya kulisha ngombe zenu, nilifona nyie mnipatie maziwa. Nikaanza kukula zile maziwa. Mungu anisamee, na kunywa maziwa, naanza kula ngombe zao. Juu na mimi nilijua niliwapatia mayani. Unaona? Kweli naungama, wanisamee, nilikula ngombe. Wenda ningevumilia tu kama shamba yangu iende mchungaji, sijui unasemaje hapo. Kunywa na nimetamba nayo maziwa, kweli sina hamu ya kunenepa. Nina hamu tu ni ya kunywe, nikule nyama kama vile Mkongomani. Unajua Mkongomani tunapenda kabunyama wa mshamba, nyama yoyote nilikuwa nachoma nazitia kwenye mgeti, nakula za kuchomewa, za kukalangiwa mu vitunguru, nakula za tomate, nakula. Zambi ni nyingi baba, niombe msamaha. Anadanganya, anasema wanachukua ngombe za watu. Muda dada uonge, swachi mwenzako naye aongee kweli. Pana venye anaongea hapa anaumishanga watu wenye wako hapa chini wanasikia. Hapana, yeye ni mwenye live aliuliza mnamsamea, aseme hapana. Kisha sasa ndo mwenye live atauliza kwa nini haumsamee, ajitetee. Kisha na mimi nitajitetea. Ndo hivyo tu ndugu yangu, tusifanye marefu. Moses, lakini unaongea na ukichezea na maisha ya watu wengine. You're not asking for forgiveness. Unakuja hapa kuchezea maisha ya watu. Na watu maisha watu. Mimi sikuua mtu, nimekula ngombe. Maana nikikula ngombe ndo nachezea maisha ya mtu. Moize, niliungama, mimi nimeungama na kwambia nimeua mtu. Nilisema nilikula ngombe. Moses, kama hiyo ngombe ndo mtu, munieleweshe sasa. Mtafute mada. Acha nijibu. Napenda kuongea. Huyu msichana ni kama anacheza na roho za watu ama anacheza na Mungu. Dada yangu, acha nikwambie, usicheze na Mungu. Ndugu yangu, msamaha aliuliza mnanisamee, sema ndio ama hapana, nielewe kama mmenisamee. Nimejua nimefanya dhambi ya kula ngombe, ndio maana nimeungama. Sasa mnanisamee hamnisamee? Ndio hiyo maana ukianza kujitifia na mimi mwenyewe vitanipanga. Anasema sana, anaweza pea watu hatataki ya kuongea. Moize, nyuma ya msamaha hakuna hukumu bana. Msamaha hapana, hatujamhukumiwa vile ni si hivyo. Si ndio mimi nataka tu nijue hapana, kisha unamsamehe. Mimi ndo sitaki justification bila sijajua kama nimesamehewa ama sijasamehewa. Ndo nataka ukisema mlinisamehe nijue, kama mnisamehe kama nipende nalo nijue. Moses, Bible inasema ukishajua mtu mwenye umetendea dhambi, kamfuate, enda kaombe msamaha kwake. Katikati ya sisi ndio maana niko hapa, nimeomba msamaha Wanyamrenge. Si nyie mko hapa Wanyamrenge, nimefanywa Wanyamrenge. Ulisema ulikula vya Banyarwanda. Hakuna Mnyarwanda ako hapa kwa hii live. Wewe umesema umekula. Mimi nimesema nimekula vya Banyarwanda ambao wanajiita Wanyamrenge. Ndugu yangu, kama mkumbuki mzuri, kama kuna
Wanyarwanda hapa najita Mnyamrenge, ndio nimeambia. Na kama nyewe mnajua mko Wanyarwanda, sasa mnanijibilia nini? Wewe kaa kimya. Mumupatie nafasi. Hapana, siwezi kumpa nafasi juu mshasema mko Wanyarwanda. Mnyarwanda sasa jitokeze anipe msamaha ama twende nalo. Sasa nyewe mnaongea yeye hamma. Mtu alikuwa anakuja, mimi nikikuja kuomba msamaha hapa nitasema Mubembe Mufurero mwenye ameniona ako zambi kwa hapa mtandao anisamee. Hivyo ndo wanasema unakuja na adabu na heshima, usiongeze vitu mingi. Ukiomba msamaha hauongezagi vitu, unasemaga ilikuwa kuungama. Dada, tofautisha msamaha na kuungama. Kama uliungama unaanziaga kosa shika zedi Moizo uliniambia niungame na mtu akiungama anasema kabyote mpaka Mnyamrenge hapa anaweza kumsamehe. What means kumwanzo mimi nilisikia nyinyi mko na mnasema nyinyi wote mko Wakongomani hapa. Sasa mimi sijui. Sasa mnanisemea Moize sema ukweli. Mimi nimesema hivi, naongelea Wanyarwanda ambao wanajiita Wanyamrenge. Ndio nimesema dada. Nimepanda hapa sababu nimesikia wewe. Kama nyinyi mko Wanyarwanda wanajiita Wanyamrenge. Kama nyinyi mnajua mko Wanyarwanda, msinijibie. Mimi nimeomba sasa, sina nyinyi mnanyamaza, mnamwambia mwenye live ndiye amesema, sio mimi. Mwenye live ndiye amesema watu wameungama na waungame. Mimi nikaungama, sikuungama jua ya Mnyamrenge iko hapa abe. Big size, najua nyinyi mnaita Wanyamrenge Wanyarwanda. Na ukiongea hapa najua kenye unasema unakuwa sarcastic, unaongelea watu vibaya hivyo ukisema unaomba msamaha. Na hiyo msamaha itoki kwa roho yako, hiyo msamaha tu inakuwa unakuja kuchekesha watu wenye wako hapa. Yani ni kumeki watu happy. It's not good my sister, you have to make change. Sasa mimi niko na swali. Moize, mimi wakati nilifika hapa nilikuwa nasikia watu niko nasema wote ni Bakongomani hapa. Hakuna Mnyarwanda, Murundi atoke kwa hii live, si vile? Sasa wakati yenye mimi naona nyinyi wote mnamwatake udada na mlisema mko Wakongomani na mko Banyarwanda hapa. Mnadhaniaga sisi ni virofa ama mnadhaniaga hatuko virofa. Sasa mnajitaka sawa Wakongomani na mnajua kama mko Banyarwanda. Na kama unataka watu wakusamee, unaenda chini unaomba msamaha. Hapana, nyinyi peke mwanzo mlisema mko Wakongomani. Na kama na mimi najua hapa hakuna Mnyamrenge. Sasa amemalizia nini? Rwanda hapa kuko Wakongomani. Wache basi Mnyarwanda jitokeze. Kwa nini hakukuja aseme? Dada hizo bela nyamaza. Mimi nimesha mute, waacha waongee, wanipe hiyo ushauri kisha na mimi nitamalizia. Haya mwende nalo. Kwa nini hakukuja aseme mimi nilikula ngombe ya Mnyarwanda? Exactly. Asikuja kisema ngombe ya Mnyarwanda najiita Mnyamrenge. What it means? Hiyo inamaanisha nini? Kuwa na hekima. Kuwa na hekima. Hekima ni muhimu sana. Sasa hiyo ndio ushauri. Siwezi niseme eti Mubembe wa Mufurero. Unasema nini? Ukisema Mubembe Mufurero kinaeleweka ni Mkongo. Sasa dada subiria unanibishia mimi ambaye nimekula. Mimi ndo ninamjua ule ambaye nimekula Mnyarwanda ambaye anajiita Mnyamrenge. Mimi nimekula ngombe yake. Sasa kwa nini wewe unataka kunipinga? Mimi nimekuja kuomba msamaha kwa sababu yuko hapa chini na ananisikia. Na subiri yali subiria. Mimi nimeambia Mnyarwanda ambaye anajiita Mnyamrenge. Na mimi namjua huyo Mnyarwanda ambaye anajiita Mnyamrenge, nilikulaga ngombe yake. Unasikia? Na yuko hapa chini. Pia Moize ndo amesema tutubu hapa. Unaona? Ndio maana mimi nimekia kutubu hapa, sikwenda kumfuata yule. Kwa sababu Moize yeye ndo amepata uwito wa Mungu wa kusema mambo ya kutubu. Na mimi nikajisikia nitubu. Unaona? Sasa kama mimi sikukuwa niko tayari kutubu kwa ule mtu, sikukuwa nishapata ule mtu wa kunionyesha njia ya kutubu. Mimi Moize alisema hapa mtu anaweza kutubu. Kama mimi hapa nikajisikia nitubu. Usipoenda kuomba huyo baba msamaha. Yuko hapa na ananisikiliza. Hiyo dhambi na Moize yeye aliuliza kama wananisamea na kama hamnisamea. Sioni shida.
Wende uombe huyo baba msamaha. Usipoenda kuomba huyo baba msamaha na unamjua, hiyo dhambi utabeba nayo mpaka utaingia nayo mbinguni. Hakuna dhambi ya kukula nyama. Anyway, Asante big ndugu size. yake Na ya mimi Yesu, nitapatia asante. na mimi nitapatia Okay, shauri. Moize, banasema ningeenda kwa ule mtu. Si wewe ndio umeniambia nisemee hapa. Mbona Moize mwenye afya kuniambia niende kwa ule mtu? Moize, sema kwanza mimi nimekosea kuombea msamaha. Moize. Na ndio maana yuko hapa, kipenda naweza panda. Ngoja kwanza mie niongee kadogo please, samahani. Unajua Moize, mumaisha kuna kuwaka watu anaweza akaprovoke something kwa kutafuta watu. Mi sione kama huyu dada hata ng'ombe alikulaka. Mi sione hata kama ng'ombe alikulaka. Mema yake iko na mtu tu mwenye akose banakuwa banasukurana kwenye mtandao yako. Anataka sasa amupitiemu, lakini sione juu kama ulikulaka kitu ya mtu unakuyaka tu kiheshima, kiadabu, unasema tutengeneze. Na sizani kama hapa kwa mitandao ndio fasi ya kutengenezea. Mimi nawaza unaweza ukamtafuta tu hata kwenye telefone. Maana yake sasa unatakuza rao Moize alisema tutengeneze hapa kwa mtandao. Unasema sio fasi ya kutengenezania. Unaongea vizuri kweli. Unaona nikwambie dada, wewe hauwezi kujua kama sikukula ng'ombe. Mimi ndio nimesema ukweli wangu. Ngoja kwanza nikwambie. Unajua mu maisha banasemaka busara inapita yote, subira inapita yote. Kama anakupatia parole wala mwingine analomba parole, acha kwanza amalize, ubimezemeze hata binakulunguza kisha utalomba muda wako na weye yenye unaweza ukajidesharge. Lakini ya kuingiaka mumutu iko naongea haikwake mzuri. Hii ya kujichanga mtu iko naongea haya maliza. Mimi nililomba kwanza ungeliacha kwanza na mie nimalize kuongea yale nilikuwa nayo. Sio kila mtu njoo anapendaka huyu alete tukutanie. Unaona hatuko na naje. Mimi nilikuwa nasema kweli simudharau Moize, lakini mimi najua kama na wewe uko na joke. Uko na joke. Sizani maake kuna mtu tu mwenye mnakwaruzanaga tu hapa mnasukurana kwa hii mitandao njo huko na mutafuta tu muujanja, lakini sione kama ulikulaka ng'ombe. Na mimi siwezi kusema ukuikulaka. Sama ulikulaka ni mtu na roho yake. Lakini wakati uliongea maneno ukasema wale Wanyamulenge au wanajifanya Wakongomani na sio Wakongomani na ni Wanyarwanda. Sasa pale uligusa pointi mbili. Maana ulichokonoa Munyamulenge hauko unatafuta Munyarwanda. Unaona kama ni Munyarwanda ungeliongea, usiongee tena ile ya kusema bale benye banadanganya banajifanya. Haife kujaji, ni zambi ya kujaji mtu haujue roho yake, haujue kilimo ndani mwake. Kujaji na kuwaka mbaya inaweza kakokota wala kuprovoke wengi kusema na hawange ilikuwa wakusema. Njo ilikuwa tu yangu. Moize, kwa kitu nitakorije nye mama anasema hapa juu ya kujaji. Anasema kujaji ni zambi. Hapana, kujaji haiko zambi, ni mubaya, mimi haiko zambi. Biblia inasema watakatifu watajaji wafanya zambi. So ni mubaya lakini haiko zambi. Sio zambi. Sio zambi. Na kingine unanisemea bongo, sikusema Munyamulenge anajita Munyarwanda. Nilisema Munyarwanda anajita Munyamulenge dada. Yaani yule Munyarwanda anajita Munyamulenge. Katia wengine. Anyway, Musa naweza kujifungula alafu nitoke mtu mwingine aingie. Ishasikia vyake. Because there is no mother. Tunampea msamaha. Aende afike mbinguni salamu. Yeah. Tumemsamea sababu sisi hatuna roho mbaya. Tutakutania Kongo. Sisi hatunanga roho mbaya, tunamsamea.
Lakini kama najua alifanya hizo vitu, aende aombe msamaha kwa huyo mtu mwenye alichukuanga ng'ombe zake. Okay, najifungula kidogo alafu nitoke. Nimekuja hapa sababu huyu mama alikuwa anaongelea hii mada ya kusema aliiba ng'ombe za watu. Imenishika sababu pako watu wengi walikufa sababu watu walikuwa wanabeba ng'ombe zao ku like feed them, and then hawakurudi, walikufa. Walibeba ng'ombe zao na walikufa na hawakurudi. Okay? Sasa yeye akikuja hapa anachezea maisha ya watu. Pako watu wenye they lost their lives while they were on their job to feed their kids, to find milk for their kids, Sasa yeye akikuja hapa ajue pako watu wako na story yenye sahi hawana na baba zao, hawana mama zao, like wako watoto wenye wako na watoto 8 na hawana baba, mtu alizaa watoto 8 na au watoto sahi hawana baba, hawana maziwa, sababu mtu alikuja tu akasema wewe sio Mkongomani, unafai kutoka hapa, na hawajui history ya mtu. Sasa big size yenye tu naweza kusema usiongee hivyo kama unajua watu wako na history yenye walipitiaka. Okay? That's it, nimejifungula, lakini kama ulikuwa unaongelea Wanyamulenge, sisi hatuna ubaya, tunasamianga kila watu, tunataka tu tuishi na maisha yetu na ng'ombe zetu na tukisifu Mungu kila siku. Haya, nimemaliza. Moize, vraiment mpande mnome msamaha juu ya bongo. Na osi nyie ndio mnawaka wa kwanza kwa maneno ya mauaji. Tutenda Goma, tutenda Bukavu, tutabaua, tutawapiga fimbo. Utapiga nani fimbo? Najua kwa nini nasema hivyo. Chunga kwanza. So mimi nawaza kama mnapanda kulomba msamaha hapa, mlombe msamaha za kweli. Hapana za unafiki, mnaweka vitu mungu. Tunajua bien ke mnaweka maneno mungu. Haiko bien kwa kiana maneno. Big size unapanda hapa mlomba msamaha, mangombe watu ulikulaka, isikuwa ya kusema sema tu. Ukio maanishe. Kuko wengine wenye biko nafanya accounts za watu. Bakamata majina ya watu wanafungula accounts. Ndio wakiwa walombe msamaha hapa. Ni mingi sana. Itakuwa pia watu tuombe msamaha leo. Okay. Uwatie Wanyamulenge kwa vitu zenye ukuwa nasema hapa. Ndio maana nikasema si hatuna roho mbaya, tunawasamea. Lakini kuanzia answering Jonathan alikuwa anasema eti tunadanganya sana. Mimi sikudanganyi, mimi nakuja hapa nasema kenye kilifanyika. Kama unasikia hiyo ni that's wrong, that's not correct, hiyo ni yako, hiyo ni shauri yako, sababu mimi najua ukweli na ukweli kwenye uko na nitasimama kwa ukweli until like I die, and ukisema mnafika hapa, wanawadanganya wanafika hapa, hiyo ni kusema nyinyi mnaenda mnachokoza Wanyamulenge kwenye wako, wenye wakikuja wakikuwapata kwa Goma mwenye hapo ndio watu wengi wako, lakini vita ikikuwa kwetu kule like shambani hamfanyangi kitu. Tunasema, tunalia, tunawaambia hiki ndio kinafanyika, tunaambia serikali this is what's happening. Hawafanyi kitu. Lakini mimi nasema ukweli, tunakufa na nitasimama kukweli until I die. Kama wewe unasikia hiyo ni wrong, hiyo ni shauri yako, lakini mimi najua kenye kiko kwa familia zetu. Okay?